kupitia kuchanjwa chale hizi. Unachanjwa. Kuna watu wamechanjwa mpaka kwenye ulimi. Wengine wamechanjwa mpaka kwenye utosi. Umeelewa? Kuna watu wengine wamechanjwa mpaka sehemu za asili. Ukikutana naye tu kimwili, pap, kwisha, umeunganishwa na madhabahu. Ndugu zangu, huu ulimwengu tunaoishi, ule tunaouona ni sehemu ndogo ya uhalisia. Yaani hii ndio tunayoiona sisi kwa macho haya ni sehemu ndogo sana ya uhalisia wa ulimwengu wa roho. Kwa sababu ulimwengu wa roho ni mkubwa na una siri nzito ambazo huwezi kuachivu bila kuufahamu. Huwezi kuelewa bila kutambua. Huwezi kufanikiwa. Huwezi kumiliki. Aidha utapata na utashuka. Aidha utapata na utanyang'anywa. Aidha utapata na utapoteza. Kwa sababu kuna kanuni, kuna utaratibu, kuna mamlaka, kuna sheria za ulimwengu wa roho ambazo bila kuzifata huwezi kuwa chochote. Kuna kitu kimoja watu hawaelewi. Kuna kitu kinaitwa kuna sadaka ya kichawi ambao mchawi anajitoa sadaka yeye. Hii ndio inatokeaga pale mchawi anataka kumuua mtu, inashindikana. Ikishindikana yule mchawi anajitoa sadaka yeye, anaugua. Akitoka kwenye ile kuugua, hata yani unashangaa tu, aliugua si nini. Lakini unashangaa ghafla tu mtu ambaye alikuwa haumwi kabisa wala afanyeni na nada anakufa, na huyu anapona na kupona. Nini? Hii ni sadaka ya kichawi ambao mchawi anajitoa sadaka yeye mwenyewe, kuteswa na shetani. Ndio hiyo anaugua na kuwa hoi hai kama waleo wa kesho. Alafu unashangaa amekufa mwingine yeye amepona. Haleluya. Ulimwengu wa roho una siri nzito na za ajabu ambazo kama usipozifahamu kwenye huu ulimwengu, wewe si kitu. Unaweza ukawa punda wa watu, ukatumika kufanikisha maono ya watu, na mwisho wa siku katupwa kama ganda randizi. Ndio maana mtu mmoja wanasema kwamba sahani ikiwa na chakula inaitwa sahani yenye chakula, lakini sahani hiyo kishamaliza, mtu akishamaliza kula chakula, inaitwa sahani chafu, haifai tena mpaka ikaoshwe kwa wakati mwingine.